Shikamoo mzee. Marahaba. Nikusaidie nini? Bila shaka utakuwa ni mwenyeji wa kijiji hichi. Sasa naelekea kwa mganga Mwanamarundi. Mwanamarundi ndio mimi. Nielezee shida zako nikusaidie. Wewe ni mwizi? Kwanza muonekano wako hauendani na kiganga. Tumbo kama umeshika ujauzito wa kiboko na hayo mashavu kama mimba ya panya. Waganga wa kienyeji huwa wanafanya mazoezi ya kurukaruka usiku. Wataanzaje kuwa na kitambi mbinuko kama hicho cha kwako? We mwanamke, naona umeanza kuleta mazoea. Tena unathubutu kunitukana mimi kwenye himaya yangu. Binadamu wenzio wananiogopa. Mimi sio binadamu wa kawaida. Kwanza wewe ndio mtu wa kwanza kuthubutu kunitukana mimi. Nikumalize? Wewe unasemaje? Unajitaka au jitaki? Nikumalize? Basi nisamehe mzee wangu. Wala sikumaanisha. Nilikuwa nataka kuthibitisha nijue kwamba wewe ni mganga. Kwa sababu nimekuwa nikizunguka kwa waganga wengi tofauti, lakini sikufanikisha jambo langu. Wote wamekula pesa zangu na kila nikienda kuwadai wananiambia kwamba kilichokwenda kwa mganga hakirudi. Ndio maana nilikuwa siamini. Sasa hapa ndo umefika. Mimi ndio mganga wa kwanza ambaye sijawahi kuferi hata siku moja. Asubuhi ulivyoamka umemwibia 250,000 mume wako akiwa bado amelala. Sasa hiyo pesa naitaka yote kama ilivyo. Kwani wewe umejuaje kuwa nimemuibia 250,000 mume wangu? Hilo nalijua. Cha kwanza toa hiyo pesa, halafu uniambie nini kilichokuleta. Sawa, lakini nitawezaje kukamilisha jambo langu wakati hapa hatupo Kiringeni? Mizimu itawezaje kusikia maombi yangu? Mimi popote nilipo naagua. Haijalishi ni Kiringeni, haijalishi ni kanisani. Mizimu yangu inasikia. Sema kilichokuleta. Sawa, mimi nataka mume wangu ni mtawale kama ninavyotaka, awe kama mwanamke, halafu pia nataka awe anafuatisha kila ninachokisema. Yaani mimi niwe mtawala wa nyumba kama mwanaume. Hilo limekwisha. Una lingine? Hapana, sina lingine zaidi ya kumfanya yeye awe mnyenyekevu kama mwanamke. Sawa, na hilo limekwisha. Lakini una nafasi moja tu ya kubadilisha maombi yako. La sivyo, baada ya kuamrisha mizimu yangu kila ulichokiomba kinaenda kufanikiwa. Lakini kesho tusije tukalaumiana, sawa? Sawa mkuu, kama itakuwa hivyo, basi nitashukuru sana. Sina haja tena ya kubadilisha maombi. Mimi nataka iwe hivyo kama nilivyokuambia. Sawa, hilo limekwisha. Na sharti ni moja tu. Ni kulala na wewe masaa 2, na tukizidisha mpango unakufa, unaharibika. Kwa hiyo, jiandae sasa hivi. Hakuna! Ashindwe! Lakini mzee, wewe si mtu mzima. Nitaanzaje kushiriki tendo na wewe wakati umri wako umekwenda? Au unataka kunizidishia chumvi mwilini? Hilo ni sharti ambalo nimepewa na mizimu. Wala sio ombi, ni amri. Kwa hiyo kuna maamuzi mawili. Unachagua uondoke, mumeo ajue njama uliokuwa unaipanga katika kupambana kumteketeza yeye awe mwanamke wakati yeye ni mwanaume, au ukubali tufanye masaa 2 kila ulichokuwa unakitaka kifanikiwe. Basi sawa. Nimekubali. Ila masaa 2 ni mengi jamani.
my lord. I wonder. We mzee, nimekupa hela yangu, nimekupa mwili wangu. Sasa ole wako nisifanikiwe. Kesho nakuletea wahuni wa kuingilia kinyume na maumbile. Sawa, na mimi nakwambia kesho ukirudi kubadilisha masharti, nitakukabidhi mizimu yangu ikuingilie. Mume wangu, kwani leo huendi kazini? Mume wangu, kwani leo huendi kazini? Sasa mbona unaniuliza tena? Basi nipe hela ya matumizi. Sasa mbona unaniuliza tena? Basi nipe hela ya matumizi. Halo mganga, mume wangu hataki kwenda kazini na amevaa mavazi yangu. Yaani kiufupi ni kwamba umechukua nafasi yake yeye kama mwanaume. Ina maana kwamba wewe ndo unapaswa kuipambania familia. Lakini mganga, mimi sikupanga iwe hivyo. Na isitoshe ameanza kuniomba hela ya matumizi. Ukweli ni kwamba mpango wako umekamilika, umekwenda sawa. Kwa sasa wewe ndo umekuwa kichwa cha familia na unatakiwa kutoa pesa ya matumizi. Jesus! Jesus!